Everybody. Bado. Mama kwa DJ bro. Last I checked you are producer. Je kuega pull. A jack of all trades. Man is crying out for justice. Everybody's crying out for peace. None is crying out for justice. I don't want no peace. Equal rights and justice. Equal rights and justice. Equal rights and justice. Equal rights and justice. Yo, ni aje wase? Yeah. To heaven, none of them wants to die. Unibamba bro. Everybody wants to go to heaven. None of them want to die. The irony of life, I say. The irony of life. I say ni Reverend Rasta Kiki Masai, of course. It's an everyday tuliwambia lazima tudu hii kitu wadau. Yeah. Make sure umesubscribe. Make sure umehit your notification button. Make sure umeshare na mabeste wako. Na utuweke pia favorite pale. Tulia bro. Ndio tunaanza. But we got you each and every day wase. You know, for as long as tumeamka na tunaweza breathe, tutakaa hapa na tutadu hii kitu bro, because it's about educating each other, it's about finding the truth. Because kwa truth kuna truth ngapi? Utat. Kuna yangu, kuna yako na kuna the truth, and nobody is capable of telling the truth. You know? Yeah. Ndio maana hata ukienda kwa koti, judge atasikiza truth yako, asikize truth yake amwe ni gani true. Yeah, man. According to truth yake pia, you know. Yeah. It's an ironical thing. Alafu nimetaja majudge juu leo nataka kuongea kuhusu the justice system. Nasikia wewe unaitaga The justice system. Yeah, but do we ever find justice in the court of law? Isn't it ironical? Itagwa the court of justice and itagwa the court of law. But you're going there to look for Justice. bro. So does it exist? You know, conversation tutaka ku have leo wadau. Remember show yetu inatagwa thinking and living outside the box. Your host Reverend Rasta Kiki Masai pale. Yeah, na sauti ya nyuma pale ni producer wangu bro. Absolutely. Kwa majina ni Miles. Yeah. Sinanga many titles. Mimi naitwa tu Miles. Yeah, man. So wase venye nimesema tu, venye nimeanza tu na kuwauliza. Does it make sense to you that nitagwa the court of law? But tunaendaga pale kuseek justice. Does it even make sense bro? Ama tunakanganywa tena? Ama tunahengeshwa? Ni mahengesha. Hizo ni mahengesha mtu wangu. Juu, irony ni gani bro? Every law has every single law. Every law. Bro, every law. Hey bro. Nimejaribu kanyagia but lazima unge insist. Mimi ni Mkikuyu, ni Kiimani. Anyway. So every law, as we were, every law has a price. Every single law has a price. The price is called a fine. A fine. Yeah. So technically you're allowed to break the law as long as you break. Guy bro, mbona ish. And then hata I slide over. Wacha nijichekelea bro Blake. Acha kwanza tuweke Blakes. Mashida za error na R. Mashida za error na R. Wadau, itabidi mmezoea jo. That's like so technically you can break the law as long as you can pay for it. Ndio maana wajua ni ironical that Waititu alibanga milioni kadhaa, over 500 million. That was the accusation. But fine yake ilikuwa ya mita 20 ama 30. So as long as you have the money, wewe bora hiyo crime imekuwa successful, unaweza lipia rada safi wadau. Shida ni ushikwe before ikuwe successful. That's the thing about the law. It's ironical bro. Unakumbuka ile time fulani kulikuwa na ule mtoi wa, nilikuwa mtoi hiyo times kuse, but I remember a time mtoi wa Lodalame alikuwa accused of shooting somebody or something of the sort. But somehow mse alikaka alitulia jela. Hiyo jela yake mpaka ilikuwa posh, mpaka ilikuwa inatoka gazeti venye anaishi fiti. Alafu eventually after some time
Akaachiliwa. Story yake ikakaa imeachiliwa on technicalities ama kitu kama hiyo. I was too young to remember, but I know it's a story you can find online. But ukiangalia hizo stories za venye sheria who work, it leaves you wondering. Mbona mse ameiba kuku bro? Anafungwa. Na mse ameiba mamilioni anaachiliwa. Juezi lipa fine. Kitu ni ironical. Umse aliiba juu ya njaa. Mwingine aliiba juu ya greed. But bro umeiba juu ya greed, hauko na pesa ya kutulipa. Sheria ni funny bro. Una get? Na kitu ni bamba ni hadi Biblia imekubaliana na hiyo story. Biblia inakuambiaga Yesu mwenyewe alisemaga manzi kwa parable fulani, sikumbuki ni gani, but alisemaga ukishikwa jaribu kubonga na ule mse mwenye amekushika. Juu anaweza kupeleka kwa jajiko mkose kuelewana. So in short, hadi Biblia inakuonyesha wewe ukarao mkipatana na yeye mjenge kenye unamjenga muondoke ngori. Na get na Wakenya wamemaster hiyo skill. So before tufike kwa sure Yesu alisema hivyo Yesu alisema by the way tunaweza google shit bro. Si unataka simu tu google shit. Simu yangu sina hapa hivi. But tunaweza angalia shit hapo hivyo bro. If you're arrested, if you're caught or if you're arrested, talk to the person who was arrested. You angalia sama alafu angalie Bible verse ni gani. Hiyo uzuri you can always ask Google. Sasa sijui ni search Bible ama ni search Google. Leta nikusearchie. ni technical break ama ni commercial break. Ndio bro. Matthew 5 verse 25. Jesus says, settle matters quickly with your adversary who is taking you to court. Do it while you are still together on the way. Or your adversary may hand you over to the judge, and the judge may hand you over to the officer, and you may be thrown in prison. Si mimi nilisema ni Yesu. Umeniambia nikuprovie ndio hiyo. Matthew 5:25. Jesus says, settle matters quickly with your adversary who is taking you to court. Do it while you are still together on the way. Or your adversary may hand you over to the judge, and the judge may hand you over to the officer, and you may be thrown in prison. So I say corruption si mbaya according to the Bible. Oh my God. Si mimi nimesema bro, ni Yesu. Wewe tulia. Si mimi nimekuprovia, si nimekuprovia. Mimi hadi nilikuwa unajiambia title ya Reverend Rasta ilikuja bure. Nasoma Biblia nani? Nasoma Biblia. Yeah? So technically guys, ukiangalia technicalities za sheria, the law, you know, the law is not there to govern people really. It's there to control people and keep them in check. It's there to make people afraid of it. You know, because wase wengi wanaogopa akishikwa pelekwe jela hata una get your form. But wase wengi wako na do kichele enough. Msi atadu tu Kenya anataka kudu na akipelekwa kotiko aitishwe fine na peana hiyo fine, hiyo story iishe. Like ile kitu ile ngori kubwa na joga ni ngori ni kumadala ni kutake life ya mse. Whether ni manslaughter ama ni murder, hiyo shit ni ngori. Unaona hiyo nayo unazama ukiendaga. Hiyo haina any way around it. But because human life is sacred, you know that. So like hizi sheria zingine zote ziko na technicality fulani, na ndio maana malawyer wanawezanga kunavigate. Una get like lawyer anaweza jua umse ukweli alidui shit, but aende convince judge umse akudui shit. Like umse si muizi, huyo lawyer si mbaya, si muongo. He's just a good lawyer. Na ndio atapata macriminal wengi. Unacheki mpaka anaitwa the criminal lawyer. Ndio ndio title yake. Kwa hivyo ni criminal, but yeye ni lawyer. You get? So like kuna ka gray area tu fulani Kenya tunafaa tuanze kubonga wadau. Una get? Hii sheria iko hapa itu govern. Sisi ndio wenye wana govern wana hii sheria. Yeah. Unaona? So how about we start thinking about these things
retrospect. Ndio hiyo jina ni ngumu bro. Hata isiwezi sema retrospect. Yes. Hata sijui inamaanisha nini lakini imesound tu like the perfect. Umeitumia vizuri. Umetumia I feel like it's the perfect thing. Like we view these things in retrospect. Ndio amesema. Hii na bado inakataa man. Najua kizungu mingi but lakini hiyo retrospect ni practice. Retrospect. Oh, sawa. In retrospect. Nimeipata. So anyway guys, when you think about it openly, you start realizing kama really we're living in a democratic country, then we need to start talking about the laws that govern us in this democracy. You know? We need to start being able to represent ourselves as Kenyans. You know, we need to be able to understand. Na unachikia ni kitu moja unibamba na sheria. Leo je kuambiaga ignorance has no defense hivyo. Atulidu hivi juku unajua? Bro unafungwa immediately. Hata hakuna story. Kesi yako ni rahisi. Wewe ulidu hivyo juku unajua. Mbona hauku unajua? Hiyo ni shida yako. Wewe mbona huku unajua? Si wewe ni Mkenya, si unaishi Kenya. Utakuwaje ujui sheria za Kenya? Hiyo ni ignorance. Na ignorance has no defense, bro. True. You know, and that's the thing. We need to be aware, bro. We need to start viewing this whole thing and start realizing, bro, there are two ways to avoid, escape, imprisonment mentally. You know, and that's first of all understanding yourself, understanding your law, understanding how the law works, and understanding that there's money involved in the law at every capacity. Msikia mpaka Yesu amekwambia bongeni huo karao before mfike kotiko. Yeah man, msort. You get? So tiana na ukarao bro. Historia kuniambia tu huwezi ipate ukarao kitu na unajua wewe ndio uko na makosa. Bro, tafadhali acha ufala. You know your rights. He knows your wrongs. You right, you are wrong. So. Yeah. He knows you know your right. Unajua singa ngapana kifua mimi I know my rights. Bro, you know your rights. He knows your wrongs. Na amekushika in the wrong bro. Acha kuchapa kifua bonga na umseelewaneni. Bongeni manzi. Hata Yesu alisema, hata mkuotie Matthew 5:25. Matthew 5:25. Matthew 5:25. Mko na memory verse. Matthew 5:25 watu wangu. Reverend Rasta around here mtu wangu. Absolutely. Lazima tu tuelewe bro. Because sijui like nimefeel tu nikiwa inspired kubonga about hiyo sheria cause na feel ni fasad. Ni fasad bro. Iko hapo hivyo kutesa mnyonge. Na mnyonge ni juhana do ama juhajijui. Like unyonge inakujaga na njia mbili. Either hauna do ama haujijui ama both. Yeah, both ni mbaya. Both kwanza ni ngori. Ati haujui na hauna do. Bro. Unasikia ile form ya very many innocent people wamefungwa. Yeah. Cause alishindwa tu kujitetea. Anamwaga wewe mshtakiwa jitetee sasa. Akashindwa kujitetea cause hajui kujitetea. Unaget hana sheria. Unaona? So watu wengine wanatrapiwa na swali. Unaulizwa a yes or no question. Unaget? Na uko pale unasema yes, no, yes, no. No. Hauna msimamo. Unajiconfuse wewe mwenyewe, unajikontradict hujui. So tuache kukuwa ignorant wa Kenya. Tuanze kuelewa bro. Cause sheria ina protect bourgeoisie. Utagua bourgeoisie. Bourgeoisie. Hiyo ni lan kutoka kwa nani kwa Ngugi wa Thiong'o. Ngugi wa Thiong'o. Yes. The famous yeah. God rest his soul, the late. Yeah. He was very many. He's been very many things. He's gone by very many titles over the years because he's also one of the biggest political walikuwa wanatoa time ya Moi. Hasa walikuwa na challenge system. Walikuwa political writers. Hasa ndio walikuwa wanaongea ukweli. Like mse amefungwa juu ya kuandika kitabu bana na kudu plays. Alimprisoniwa for real juu ya kudu plays. Kwa hizo plays zake zilikuwa political. Like mse na Mishere Mugo, books zao zimemekiwa illegal at some point in Kenya. Like it's yeah. Book yake ni kama kukuwa na ngoi. Kuna time ilikuwa kunoma bro juu ya book zake anaongea kuhusu hiyo shit yenye tunabonga kuhusu saa hizi. The political bourgeoisie. Those are the high class members of society. But wamemekiwa high class na politics. Tu mseta probably kufika form 4. But juu aliingia place akapata kiti ya MCA then aka get papers akakuwa MP akakuwa alilan kuplay hiyo game na akaiplay so saizi yeye ni billionaire but you know hiyo ndo kitu mse alikuwa anabonga kuhusu and it's interesting to see it happening right now na wase walikuwa wanapigania
hiyo kitu back in the kina nani manze wote hawa si wote kina JM Karaoke they were fighting for this long ago, you know, kina Emos Wako, you know, like you look at these big brilliant people wenye wako kwa historia yetu walisilensiwa na mambo yao ikapotea. You know, like the law is not there to protect the common mwananchi unless the common mwananchi understands the law. The common mwananchi has to protect himself. Yes. Through the law. Through the law, because the law is there for you. It's there for me and you. That's why it was created, to govern me and you. And until you understand how the law exactly works, then bro, unajidanganya. Unajidanganya. Because we're living in a world where awareness ni kitu poa sana. But ni kitu watu wengi hawana. Sadly, unaona si wote tunashinda TikTok bro. In your own cocoon. In your own cocoon pale hivyo bro. Tume-isolate from society. You know, mimi napenda PC yangu, mimi shinda kwa nyumba scroll tu. Yeah. And we're scrolling all the wrong things. We're scrolling cat videos. Not that I have a problem with cat videos. I'm a cat lover. You know, we're scrolling naked people dancing. We're scrolling, you know, like the kind of things we are. Bro, TikTok technically sisi imejaa tu mademu wengi wa super wako technically ndedhi. Bro. Just naked enough to not to be censored. I appreciate. You get? Na ukiingia online kwanza masaa ya live usiku bro, zile vitu. Yeah, I know. You know what I'm talking about, nigga. You know? We're living in a society yenye manze tume like saizi kukua socialite ni a successful career. Which si mbaya, I have nothing against it. But bro, una realize naturally hakuna kitu haiwezekagi. Hata si time passes. Ndio nasema like hakuna kitu haiwezekagi. Hauwezi evade. No matter how rich you become, no matter how popular you become, hauwezi avoid time. It will catch up with you. In due time. Yeah. It'll catch up with you. Yeah. It's a very interesting aspect or a way to look at it, bro, because I'm there like wow. You know? But anyway guys, hiyo ni truth yangu. Yeah man. It's your boy Reverend Rasta Kiki Masai. The one and only. Nataka kusikia truth yako bro, ndio to seek the truth, to find the truth, because hii truth ni ngapi? Utat wadau. Utat. Usidanganywe na msee. Kuna yangu, kuna yako na kuna the truth na nobody can tell the truth. You know. Tukiandika ile 6-9 hapa hivi, hiyo concept ya kuaga concept tamu sana, because uto na 6, mimi nione 9 ama mimi nione 9 wewe uone 6. So unajua hiyo form. Like nikidu hivi it's about the perspective. None of us is wrong, none of us is right. But you know, tuki exchange perspectives, then ideas zetu zina change. Na kwa sasa mimi niko side ya 9, uko side ya 6 ama you know the vice versa. No, but that's plus we are flexible. Yeah. Tunaweza opinion yangu si lazima ikuwe the same 2 hours from now. Inaweza change. True. Depending on what depending you've ile truth nyingine yenye nimegain from somebody, because every day is a new day to learn. True. Hakuna mtu anajua kila kitu. Lazima tufunzane, lazima tu learn wadau. It's your boy Reverend Rasta, of course. Until shock day wadau. Keep it going. Keep it going. Peace out wadau.